Utulie sasa mwanangu, umesikia mtoto wangu mzuri? Wewe ni mzuri, nakupenda. Birthday girl, wewe ni Tanzanite. Karibu kwenye kipindi cha Behind the Tanzanite. I love you. Mwah. Na mimi ni boss basi. Umechoka? Lala mwanangu. Habari za wakati huu tena mtazamaji wa Behind the Tanzanite. Kwanza niwashukuru sana kwa kuendelea kufuatilia vipindi mbalimbali ambavyo nimekuwa nikivirusha huko YouTube pamoja na Instagram, lakini pia na TikTok na Facebook. Asanteni sana, lakini pia usiache kushare, usiache kulike, usiache kucomment mara baada ya kuwa narusha vipindi ambavyo pengine kwa namna moja ama nyingine vimekugusa, vimekufundisha au vimekutia moyo. Unaweza kashare na ndugu jamaa na marafiki ili na wao waweze kuona kile kitu ambacho wewe umenufaika nacho. Usiwe mchoyo. Behind the Tanzanite ni kwa ajili ya watu wote. Sasa basi leo katika Behind the Tanzanite unaweza kujiuliza mbona yuko na mtoto studio? Yes, huyu ni mtoto wangu, ni mzuri, ni mrembo na ninampenda sana. Kabla ya yote napenda kumshukuru Mungu kwa maisha mazuri, kwa afya, kwa uzima, mimi kama mama lakini pia kama afya kwa ajili ya mtoto wangu. Leo niko na Rehema. Rehema ni binti yangu wa pili, ana miaka 8, anafikisha miaka 8. Kwa leo ni siku yake maalum kabisa, ni birthday yake na nikasema ni vizuri niweze kushare mawili matatu safari yake mpaka leo. Rehema anafikisha miaka 8. Mimi binafsi sina cha kusema zaidi ya kusema asante Mungu. Ninamshukuru Mungu sana kwa ajili ya maisha yangu mimi, lakini pia kwa ajili ya maisha ya Rehema. Rehema yeye ni mtoto ambaye alipata ulemavu na wengi wanafahamu kama CP ama cerebral palsy, na ni safari yake imekuwa ngumu kidogo ya kimalezi, lakini pia hata ile mimi kama mzazi kukubali na kuichukua kama changamoto, lakini kuipokea na kuweza kuishi nayo haikuwa jambo rahisi. Lakini leo nataka niongee kitu kikubwa ambacho mimi kimenisaidia leo katika kipindi chetu cha Behind the Tanzanite. Nataka nikushirikishe. Yako mambo mengi ambayo tunaweza tukawa tunatiwa moyo na watu mbalimbali, marafiki, ndugu jamaa na marafiki, jamii. Inaweza ikawa inatusupport, inaweza ikawa inalia na sisi kwenye zile nyakati ngumu za kulia, za machozi, za huzuni. Ni kweli kabisa na ni sahihi sana, maana unapopita kwenye changamoto kiukweli unakuwa unamhitaji mtu au unahitaji watu ambao watakwambia pole, watakwambia hongera, watakwambia inuka tena, watakushika mkono kwa namna yoyote ile. Na mimi binafsi nataka leo niseme kitu kikubwa ambacho kimenisaidia mimi kama mama Rehema na kwenye safari ya maisha ya mtoto wangu. Hakuna kitu kingine kilichonisaidia ila ni Mungu peke yake. Behind the Tanzanite leo nataka nikwambie kitu kizuri ambacho mimi kimenisaidia kwa sehemu kubwa. Nguvu ya maombi, nguvu ya Mungu kwenye maisha yetu na maisha tu ya aina yoyote ile. Eza una watoto ambao hawana changamoto zile ambazo zenye magonjwa ambayo hayaambukizi, lakini hata kama una mtoto ambaye tayari ana changamoto ya kiafya, bado Mungu anaweza sana. Mimi nimemwona Mungu kwenye maisha ya Rehema, na toka mwaka 2017 ambako ndo nilimjifungua huyu mtoto wangu, ndo nilimpata Rehema wangu. Safari ilikuwa nyepesi sana. Lakini pia niwashukuru sana madaktari wote ambao walimhudumia Rehema na mpaka leo wanaendelea kumhudumia Rehema, kwa sababu mpaka leo Rehema bado anatumia dawa ambazo zilikuwa signed kutoka kwa daktari ambaye baada ya kufanya vipimo aliona namna gani Rehema anaweza akawa sawa kwa hizo dawa ambazo alimwandikia, na mpaka leo anazitumia. Lakini pia tunaenda kliniki na vituo vya mazoezi kwa ajili ya kuendelea kumsaidia mtoto kukaa sawa. Yote hayo bila Mungu kunisaidia, bila Mungu kuweka uzima kwenye dawa ambazo Rehema anazitumia, au Mungu kuweka uzima kwenye mikono ya madaktari ambao wanamfanyia mazoezi, Rehema leo asingekuwa hivi alivyo. Kwa mimi naamini ni Mungu peke yake ndio ameweza kumsaidia Rehema kwa sehemu kubwa sana, ndio ameweza kuimarisha Rehema. Kama ambavyo umemuona akifanya hizo hatua chache, akirukaruka. Ni mwaka jana tu hakuwa hivi, lakini toka mwaka umeanza nimeona Mungu akimuimarisha, nimeona Mungu akimsaidia. Najua kabisa kwamba unapopitia kwenye changamoto mbalimbali, hasa hizi za kimalezi, wazazi tunakuwa hatuna utulivu. Unaweza usitulie kwenye imani yako, pengine ni Muislamu, pengine wewe ni Mkristo. Usitulie kwenye imani yako, au usitulie mahali ambako unaamini unasaidiwa au unalishwa
vile vyakula vya kiroho ambavyo vinaweza vikakutia moyo, ambavyo vikakuimarisha safari yako ya imani, ambao watu wote tunaamini kwamba siku moja tutamuona Mungu kwenye haya maisha tunaishi hapa duniani, lakini tunaamini kabisa ipo siku tunaelekea peponi. Wote tunajua hicho kitu. Lakini sasa ili tufike huko, wameweka watumishi wa Mungu mbalimbali kulingana na imani zetu. Lengo lao kubwa ni kutusaidia, kutuimarisha, kututia moyo, kutufundisha Mungu anasema nini juu ya changamoto ambazo tunakutana nazo. Na mimi nimejifunza kwenye safari ya mtoto wangu. Nimejifunza kwamba wakati mwingine changamoto inapotokea ni Mungu anakuwa ameiacha tu kwa makusudi kabisa. Kwa sababu wakati mwingine Mungu anakutaka wewe kama mzazi, anataka imani yako iwe thabiti mbele zake. Anaweza akaleta jambo lolote lile ambalo kwako usiliweze na ukahitaji msaada wake. Kwa mimi siwezi kusema moja kwa moja kwamba changamoto imempata Rehema ili niweze kurudi kwa Mungu na kumtegemea yeye. Nimetolea mfano tu. Kila mtu ana jaribu lake na kila mtu ana changamoto yake na kila mtu ana njia yake. Lakini mimi leo nimeongea hivi kwa ajili ya mtoto wangu. Nimemwona Mungu kwenye maisha ya mtoto wangu. Nimeona Mungu akiimarisha viungo vya Rehema kimoja baada ya kingine. Kama ambavyo umemuona ameweza hata kusimama. Alikuwa hawezi kabisa. Hiyo miaka ya nyuma Rehema ulikuwa hawezi kumshika hivi. Lazima umsapoti, umbebe kwa nguvu na nini. Lakini sasa hivi naweza nikamwacha, naweza nikamsimamisha kama hivi. Shingo yake sasa hivi haianguki sana. Mwanzoni shingo ilikuwa huwezi kabisa, yani shingo imelegea kabisa. Lakini Mungu ameendelea kuimarisha viungo vyake kimoja baada ya kingine. Na hata hivi kuongea, umemsikia hapa akiongea, hata kama unaweza ukasema Rehema sasa sio zamu yako. Sasa hivi ni zamu ya mama. Sawa, tumeshakubaliana. Sawa mwanangu Kama ambavyo unaona nikiongea naye anaelewa, anasikia. Kwa hiyo Mungu ameendelea kuimarisha vitu vingi vya mtoto wangu. Kwa mimi sina sababu yoyote ya kujigamba au kuona kwamba labda watoto wengine ambao bado labda wako kwenye hatua za chini kabisa kwamba wazazi wao hawaombi au Mungu asikia. Hapana. Mungu anasikia maombi ya watu wake. Na amesema kabisa yeye ni Mungu wa wote wenye mwili. Kwa hiyo hata wewe unavyoomba kwa imani yako, amini tu kwamba Mungu anasikia. Na changamoto ni kwamba tunakuwa tunatamani kuona matokeo ya haraka. Hata mimi mwanzoni kabisa wakati mtoto wangu nimeanza kushiriki naye maombi na watumishi wa Mungu mbalimbali, yani imani yangu ilikuwa inaniambia kama ambavyo wale viwete wanainuka kwenye mikutano, kama ambavyo naona watu wanaombewa, unasikia saa nyingine shuhuda hata kwenye maredio tunasikia mwanangu alikuwa atembei lakini baada ya kuombewa mwanangu ametembea. Mwanangu sio alikuwa hawezi hiki. Na mimi kama mzazi hizo nyakati zilikuwepo nyingi sana na ilikuwa ni shauku ya moyo wangu, shauku ya mimi mwenyewe na maisha yangu kwamba jamani naamini maombi ya leo mwanangu atatembea kesho. Lakini sasa hivi ana miaka 8. Huu mwaka wa 8 ndio naanza kuona mwanangu miguu ina nguvu, naanza kuona shingo imekaza. Kwa mimi unaweza kusema mbona shingo bado? Mimi hapa naona imekaza kabisa. Yani imekaza kabisa kwa sababu mwanzo ilikuwa ni mbaya sana. Lakini pia nilikuwa naona natamani mwanangu aongee kesho kwa sababu naamini Mungu ndo anayeweka maneno kwenye vinywa vyetu. Mbona Mungu alimponya yule kiwete? Ukisoma kwenye Biblia unaambiwa yule kiwete alikuwa anakaa kwenye mlango anaomba, kina Petro akamwambia kwa jina la Yesu inuka utembee, na alikuwa hajawahi kutembea. Kuna yule ambaye alikuwa amelala tu chini miaka karibia 30 na watu lile birika linatibuliwa, wasomaji wa Biblia watakuwa wanaelewa. Wanadumbukia mle watu wanapona, lakini yeye amelala tu pale. Yani nasema mbona Yesu ulitokea ukamsaidia akapona? Kwa nini Rehema wangu bado? Lakini nikiona yule alikuwa na miaka zaidi ya 30. Ndio kwanza Rehema na miaka 8, lakini yule kiwete wa mlangoni alikuwa na miaka ya kutosha. Ndio kwanza Rehema wangu ana miaka 8. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba ile nguvu ya maombi na uponyaji ambao Mungu aliifanya kwa wale ambao tunawasoma kwenye Biblia, kwa sababu kila unachokisoma kwenye Biblia au kwenye neno la Mungu ndio kielelezo cha maisha yako halisi. Kwa hiyo unalifaa kwamba kama Mungu alimponya Bartimayo aliyekuwa haoni toka amezaliwa na akapata uponyaji wa macho, kwa na mimi ndio nikaanza kutembea na hizo imani. Kwamba mbona wale ni watu wazima sana lakini Mungu aliwakumbuka kwa wakati na majira yake. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Yohana kama sijakosea 9 ile 1 mpaka mistari 2-3 hapo, kuna mali Yesu alipita na wanafunzi wake wakamwona yule kipofu, wakamuuliza
Wakamuuliza mwalimu, tuambie, ni huyu kipofu ndo alitenda dhambi au wazazi wake hata amezaliwa kipofu? Lile jibu la Yesu lilinitia moyo sana. Akasema sio huyo kipofu aliyetenda dhambi wala sio wazazi wake, ila ni kwa ajili Mungu mwenyewe aweze kufanya nini? Kujitukuza. Kwa hiyo mimi kutulia mahali pamoja, kujifunza mambo ya imani, kujifunza Mungu anataka nini, nimeona matokeo makubwa sana kwa mtoto wangu. Sikatai kwamba kuna nyakati nilikaribishwa sehemu mbalimbali. Unajua unapopitia changamoto utakutana na watu mbalimbali na usikatae, kwa sababu watu wapo tu. Mtu anaweza kwenda kwenye daladala akasema, yani ukimpeleka kwa nabii fulani, yani akikanyaga kitu fulani au akinywa kitu fulani, dakika tu mtoto wako anakuwa mzima. Au tu ukimpeleka kuna mganga sehemu fulani, au maushauri hapo. Na mimi nilikutana nayo sana, lakini kwa sababu tayari nilikuwa nimeshaanza kujifunza kumwamini Mungu wa kweli, na nikajifunza kwamba Mungu anasema tusiwe na miungu mingine ila ni yeye, na akasema kwamba amelaaniwa anayemtegemea mwanadamu. Nikasema kwa nini nipate laana ya makusudi? Nikaamua kutulia, kumwamini yule Mungu ambaye nimemsoma kwenye Biblia, ambaye ninajifunza kwenye kanisa ambalo ninaabudu, na ambalo naamini kabisa kwamba kwa sehemu kubwa maombi ambayo ninayaomba kwa ajili ya mtoto wangu yana sehemu kubwa, yana msaada mkubwa, yamemsaidia sana mtoto wangu. Na sio tu mtoto wangu, hata mimi mwenyewe yameimarisha utu wangu wa ndani, yameimarisha imani yangu, mtazamo wangu, yamebadilisha ile hali ya kukaa na lia, ile hali ya kukaa jamani naona kama nimeachwa na dunia. Hapana, wakati mwingine unaweza kuwalaumu ndugu, unaweza kuwalaumu marafiki, maana hata marafiki si unajua wanakimbia ukiwa una shida tu, yani huna story nyingine. Yani wenzako wanawaza connection, wanawaza mipango mbalimbali, wewe ukikaa unawaza tu jamani sina chakula, jamani mtoto hana pampers. Wanachoka hizo story. Yes, ni kweli nao ni wanadamu na wana mambo yao. Kwa kama hujui vizuri kwamba wakumtegemea ni nani kwenye hiyo changamoto unayopita nayo, especially hii ambayo mimi kwangu imenigusa kwenye maisha yangu, miaka karibia 8 nimekaa chini, sina kazi ya maana, sina kitu cha maana ambacho nakifanya cha kuniingizia kipato, lakini akili yangu, macho yangu ni mtoto wangu na mimi mwenyewe. Kwa hiyo Mungu wetu sisi anaona yote. Wakati mwingine hiyo nguvu unayoitumia kulaumu ndugu, kulaumu majirani, kulaumu serikali, maana unajua kila eneo unaligusa, unaona kama wamekuacha. Mungu peke yake ukimkaribisha kwenye maisha yako, ukamwamini, ukawa na ile muendelezo wa kumwamini, ukawa na ule muendelezo wa kusubiri. Maana pia subiri yavuta heri, hata Waswahili wametuambia. Na hata Biblia kuna mahali imesema jamani, atakayevumilia mpaka mwisho ndio atakayeokoka. Kwa uvumilivu ni kitu cha maana sana katika safari ya malezi ya mtoto wako. Usikate tamaa wala usiogope. Na uzuri ni kwamba Mungu ni Mungu wa wote wenye mwili. Ikitokea mtoto wako au mtoto wangu hajafika zile 100% ambazo mimi nazitegemea, bado isikuvunje moyo. Mimi hata sijavunjika moyo. Ikitokea mwanangu kwamba akabaki hivi alivyo, wala mimi ninachohangaika tu kwamba Mungu, naomba unipe maisha marefu, nipe namna. Wanasema Waswahili, wanamsemo wanasema kilema hakosi mwendo. Kwa na mimi namwambia Mungu, katika hali ya mtoto wangu hii ya ulemavu, mimi kama mama sasa ndo miguu yake, ndo mikono yake, ndo akili yake, nipe mwendo unaofanana na maisha yake. Kwa sina ile pressure kusema sasa itakuwaje? Itakuwaje mwanangu akifika miaka 20? Mimi I don't care about yeye kufika miaka 20. Ninachomwangalia ni huyu aliyenipa ni mlee. Huyu aliyenipa ni mtunzi. Yeye ndo yuko responsible kwamba hiyo miaka 20 atakuwa kwenye hali gani? Nitawezaje kumhudumia? Pengine hapa akifika miaka yake 10 labda Mungu atanipa usafiri. Pengine ataniinulia mtu, atainua gari huko litatoka huko lilikotoka. Kwa nini nasema sasa hivi huwezi kutembea na mtoto umembeba mgongoni amekuwa mkubwa? Hebu ile hapo gari, kwa sababu huyu ni mtumishi wake. Kwa nikutie moyo mzazi mwenzangu, sio rahisi kabisa. Na unaweza ukasikia ukasema dada anaongea tu. Hapana, wakati mwingine Mungu anaruhusu tupite kwenye mazingira magumu ili uweze kusimama na kumtia moyo mtu mwingine. Sasa wewe unayetiwa moyo, kubali kutiwa moyo, kubali kuinuka, kubali kupiga hatua, kubali kusema okay, ngoja na mimi nijaribu hichi kitu dada anachosema. Lakini mimi pamoja na maongezi yote ambayo nimeyafanya, Mungu amekuwa baba kwenye maisha ya mtoto wangu. Mungu amekuwa baba kwenye maisha yangu, amekuwa rafiki, amekuwa msaada wa karibu. Kwa hiyo mimi naweza nikakuhamasisha tu, nikakutia moyo tu. Mungu hasikii maombi ya wenye dhambi. Kwa ziko hatua za kufanya ili Mungu aweze kusikia maombi yako, ili Mungu aweze kukusikia, lakini Mungu ni wa haki, Mungu ni mwaminifu. Vyovyote vile utakavyofanya, ukamtunza mtoto kwa upendo,
ukamlinda mtoto wako, ukawa na ile hali ya ndani ya kutamani kuona hatua za mtoto wako, Mungu ni mwaminifu. Mungu anatupenda na Mungu anatuwazia yaliyo mema. Kwa leo katika kufikisha miaka yake 8 Rehema, katika birthday yake, nikasema nisiangalie mazingira yanasema nini. Wakati mwingine mazingira yanaweza akakwambia, yaani unajua unaweza kujisikia vibaya tu kwa sababu mwanangu hana hata keki. Yaani hiyo ikakufanya ujinyongonyeshe. Hapana. Uhai alionao mtoto wangu ni zaidi ya keki. Uhai alionao mtoto wangu ni zaidi ya mavazi. Kwa hiyo mzazi mwenzangu, nikutie moyo. Safari ni ngumu. Safari sio nyepesi. Yaani nakubaliana na wewe kabisa. Safari sio nyepesi, wala haijawahi kuwa nyepesi na wala haitakuwa nyepesi. Lakini ukiwa peke yako itakuwa ngumu zaidi ya ilivyo. Lakini ukiwa pamoja na Mungu, Mungu atakupa tu njia, Mungu atakupa namna, Mungu atakusaidia. Mungu wetu sisi anatupenda sana. Lakini pia nishukuru daktari ambaye amemhudumia Rehema wangu toka nilivyokuwa nimejifungua. Lakini na madaktari wengine ambao waliendelea kumsaidia mtoto, kumpa dawa ambazo anazitumia. Tunajua ni Mungu anawatumia madaktari. Kwa pia wazazi tujifunze kuamini madaktari wanaohudumia watoto wetu. Wakati mwingine daktari anakuambia hivi, wewe unafanya hivi. Sikiliza ushauri wa daktari, mfuata masharti anayokuambia, lakini pia mpe mtoto dawa anazostahili kwa wakati na kwa kipimo sahihi. Lakini pia nishukuru binafsi nisiwe mchoyo kabisa. Nashukuru sana kituo cha Dorcas Home Care ambacho kipo Madale, kinamilikiwa na Rehema Simfukwe. Rehema wangu alipoanza mazoezi mwaka huu mwezi wa 3 pale mwishoni mpaka hivi sasa hivi tunavyoongea ana improvement kubwa. Ule uwezo wa kujitegemea na uona kabisa. Lakini kile kituo kilimpokea na kumpa huduma zote bure za kimazoezi kwa sababu tunatumia gharama kubwa, wazazi mnaelewa. Kwa mimi namshukuru Mungu pia kwa ajili ya Dorcas Home Care, mmetembea na safari yangu pamoja na Rehema. Asante sana Dr. Ismail kwa sababu unafanya kazi kubwa sana pale kituoni kwa ajili ya kuona angalau watoto wetu wanaweza kufika mahali wakajitegemea, wakafanya maisha yao, wakajisaidia ili kuwapunguzia ule ugumu na ile hali ya uhitaji. Kwa hiyo mimi niseme tu asante. Na mwisho kabisa niwashukuru wachungaji wote, watumishi wa Mungu ambao mmekuwa mkiombea watoto. Maana kuna watu wanaombea watoto hata hawatujui, lakini kwenye makanisa yenu mnatuombea watoto, mnatamka maneno mazuri. Niwashukuru rafiki zangu wote, ndugu jamaa na marafiki ambao mmesimama na mimi na Rehema. Wako mnaomtia moyo, wako ambao mnatoa pesa zenu kwa ajili Rehema asikose chakula, asikose pampers. Kiukweli kwangu mmefanyika msaada mkubwa sana. Naposherehekea birthday ya Rehema, Mungu awabariki. Asanteni sana. Naamini hata wewe mzazi ambaye utaona hichi kipindi, shauku yangu ni Mungu akuinue imani yako, lakini Mungu abadilishe mtazamo wako. Hawa watoto ni wa thamani, hawa ni Tanzanite. Mungu ametuamini, ametupa wapite kwenye maisha yetu. Asanteni sana kwa kutazama Behind the Tanzanite. Tumefika mwisho wa kipindi. Usiache kushare, usiache kulike, usiache kucomment. Kama unataka kuwasiliana na mimi, labda una jambo lako zuri ambalo unaamini ukiliweka wazi kwenye jamii litaimarisha imani ya mtu mmoja, litamuinua mtu mmoja, karibu sana tufanye kazi pamoja kwa namba hizi hapo 0767 44 54 92. Nipigie simu wakati wowote, nitumie message. Hata kama unapita kwenye wakati mgumu, hebu nitafute tu, tupeane mawazo mawili matatu. Yamkini Mungu akakusaidia kupitia maneno yetu ambayo tutakuwa tumeyazungumza. Leo ni birthday ya Rehema. Karibu uweze kumwimbia happy birthday Rehema, mtakie heri na baraka. Instagram nafahamika kama Fasoso, naweka kamstari Esther. TikTok nafahamika kama Esther, lakini YouTube unapata kipindi chote kwa jina ambalo linafahamika kama Guna TV. Asante sana, Mungu akubariki. Behind the Tanzanite ni kwa ajili ya jamii. Kwa heri. Rehema, say bye. Rehema, aga watazamaji. Bye. Jamani, mwambie bye Rehema. Haya, amegoma jamani. Happy birthday, tumwimbie basi wote. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Rehema. Happy birthday to you. Happy brother you now 8. How old are you now? 8. Birthday dear Rehema. Happy birthday to you.